Mjali sana mume wako, usimdhalilishe. Nilale kanisani, silali kanisani bila mpangilio. Mimi nikalale kanisani eti kisa mke wangu kasema na rafiki yake. Rafiki yake ndo nani? Yaani mimi acha kuenjoy na mke wangu rafiki yake. Na yeye atafute rafiki yake. Sio tumekaa mimi naangaika na mbu basi, na ukilala kwenye mbu hulali mara wanakuja tu hata kama wewe mimi sifanyi hizo biashara. Nikamwambia mtumishi naumia sana, akaniambia sio kutanefu. Sijaokoka kiwango hicho. Sifanyi hizo zako. Hebu mheshimishe mume wako. Msamini. Lazima umfurahie mume wako. Hata kama ni kichwa kama papai ni mume wako. Wengine wanakuwa wanaenda sehemu anaanza kumkataba. Eti mimi mke wangu unajua nimeongozana mke wangu sijui yuko wapi. Si ulimwona mwenyewe. Kama mateke yamekuja akiwa kwako, muache yapinde akiwa nyumbani kwako. Tembea naye, wewe enjoy naye, ni mke wako. Sio unamfuta mume wangu huyu ana kichoko. Sasa ana kichoko. Ulikuwa unategemea nini? Si kichoko, si ndio mume wako? Niseme. Tutapataje kupona? Tusipojali wokovu mkono na yeye. Lazima tupone. Kanisa hili halina mazoea. Wewe unazoea. Jamani, kila mtu hapa ana wivu. Hata mimi nina wivu sana. Ukiona mtu ana wivu ampendi mtu. Yaani ukiona mkeo akuonee wewe akupendi. Jamani niseme. Jamani, ukiwa na wivu ndio upendo. Lakini sio wivu wa kuzalisha baba. Njoo. Bwana nikomekana. Huo sio wivu sasa. Sio mnanielewa? Lakini lazima muonee wivu. Ndio maana hata kwenye maendeleo, kama huna wivu na maendeleo, hauwezi kutafuta hela. Lazima uwe na wivu na maendeleo. Uwe na wivu na kazi yako unayoifanya. Maana ikupe mafanikio. Sema watu wanasema mbona mke wako ni mke wangu. Sasa msimke wangu wao ni sema kazi. Niongee mke wangu mwingine. Najivunia mke wangu. Tulienda kwenye semina moja, tukaambia tusiwataje msiwasifie wake zao kwa sababu wake zao hawana nani. Mwingine alimsifia mke wake, akasema jamani mwenyewe huyu ni mke wangu nampenda sana. Wengine akasema yaani mke mwenyewe ndio huyu. Sasa si wamesema wao, wamesema wewe. Wao waseme ndio huyu, lakini wewe ndio wako. Haleluya! Haleluya! Lazima mheshimishe. Sio kunizarau. Ni uwezo kunizaraulisha kwa kweli. Mimi sinaga hizo. Eti unizalishe nikakaja mgeni kama unapita unaenda kuwako. Juzi mama moja na mama moja nikapita sehemu hapa kwa Tukoni. Wakaniambia bwana, mtumishi habari safi. Wao wananiambia bwana, tusaidie jambo moja. Sasa kuna familia moja wamepanga chumba kimoja, amekuja kaka mtu pale. Eti naweza mkakaa naye, na yeye akasema anakaa moja kwa moja haendi nyumbani. Anakaa moja kwa moja. Ni mkubwa, akasema ni mkubwa kuliko mume wangu. Ni mkubwa kuliko mume wangu. Mnakaa chumba kimoja, hakuna sehemu nyingine ya kumlaza. Analala sebuleni, watoto. Anasema hivyo wanapangana tu hapo. Wanapangana. Kabla ya kwenda lazima upige simu. Kwangu mimi lakini sio kwa wewe. Sijui mnaelewa. Hivi wewe unakuja ukaa moja kwa moja maana yake nini? Maana yake utakuwa hapa au? Nikamuuliza wana Mungu mgonjwa akasema hapana. Ni mzima akamwambia mwambie atafute kazi aende akapange. Nikamwambia wao msimlelee.
hata chagiza hata 20 hata 15 akakae. Si ndio kataka kuja Dar es Salaam? Akakae enjoy maisha yake. Lazima kapange nikwambie kama kula anaona shida haja anakula nyumbani akalale kwake. Sio unakaa na mtu unamfuga mtu kiwango hicho. Unakaa naye mpaka leo. Unakaa na mtu au anakusaidia. Kaka yako eti upendo utapungua wa ndugu, upendo wa ndugu, upendo wa ndugu. Upendo wa ndugu. Upendo wa ndugu kwangu wale upendo wa ndugu haupo. Tunakutana kwenye mafanikio. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Nawaambia hata vijana wa kike na wa kiume unapofanya kazi kuwa na malengo. Sijui mnaelewa jamani? Kuwa na malengo. Ndio maana hata huduma hapa mfano. Umekuta pale zima imekanda kwa pokea vijana kama hakuna. Yaani nilipoa yani kanisa. Yaani sielewi kwa kwa. Leo mabinti wamejaa. Hata jana nilikuwa naongea na hao watumishi wa Mungu. Wakasema kesho tutaona vijana hapa wamejaa. Yaani umefurika nguvu ya Mungu. Waambie waje kwenye huduma hawajaji. Kanisa la ndani lilikuwa linakuwa na bwana pekee. Niseme nisiseme. Jamani tunataka kupona. Niseme nisiseme. Yaani wakati mwingine hata mwenyekiti wa kwaya unamhurumia. Mama anaomboleza. Mama anasema jamani wabinti wako wapi? Wataimba mpaka lini wakina mama marumbo? Alafu nategemea niwe na mume mzuri, niokoke na mpenda Yesu. Huduma hufanya. Kanisani hauji. Kila kitu hufanya. Unafikiri Mungu atakuona wapi? Unapenda niwaambie? Yesu alitumika na watu waliokuwa wanafanya kazi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alikuta Petro akivua nini? Samaki. Alikuta Elisha akiendesha josi la ng'ombe. Akamwambia mwanangu acha kazi, njoo unitumikie. Yesu anapenda wafanya kazi. Haleluya. Sio wewe umekaa unasubiria maono tu. Maono ndio maana nakwambia miaka inakwenda. Na uzuri wa sasa ikifika 30 moyoni mwako unasema hivi yeyote aje. Hata na neno moja yoyote aje. Ikigota tu 30 yoyote na aje. Maana mmebounce kila kitu kwenye huduma. Unajua mimi nimeona watu wakiolewa wakiwa kwenye praise. Nimeona watu wakiolewa wakiwa kwenye kwaya. Nimeona watu kwa sababu kwenye kwaya mtaenda kidogo hospitali, mtaenda Ruguruni, mtaenda Kifuru, mtaenda Chalinze, mtaenda baya. Mungu anatembea na watu wenye maono. Wewe umejipendeka tu hapa. Anakuja. Wenzio sasa hapa vijana wa daktari anaanza kusoma bwana. Anajua kupika kitumbua, hajui. Cancer. Anajua kufanya nini? Hajui. Cancer. Anajua kufanya nini? Hajui. Cancer. Na ile vijana ndogo. Mnaenda tu. Unaenda mpaka wapi? Sisi bado tunamsema unasema shima la milemo kocha, yani atakufa bila kuoa. Yaani ukisema nimalize kazi, nijenge kwanza, niwe na chumba changu, nikimaliza na kitanda, na screen flat, nikimaliza na kochi moja la watu wawili, halafu niwe na biashara nzuri. Ukumbuke na miaka 28 unaenda, niwe na kochi mwaka wa kwanza limepita. Kitanda mwaka wa kwanza kimepita. Shuka nzuri mwaka wa kwanza kimepita. Mwaka wa pili unakuja kuibuka 33. Unaanza kuona yule mbona kama likalamu yule mdogo sana tutaendana kweli? Haiwezekani. Unaanza kwenda nani na 30 fulani. Na 30 na nini? Hana kazi. Hana kazi. Tutaendana kweli? Haiwezekani. 34 inagota hiyo. Unakwenda sasa. Unafika kipindi 35. Unaanza kusema yoyote. Kwa sababu ukiona miaka 35 utazali. Hapa leo umepatikana. Leo chujio linachuja pande zote mbili. Nataka tupone. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mimi niwaambia hivi, nimesimama kwenye madhabahu hii kwenye CMF kwa maana ya idara toka mwaka 2020. Ndio mara ya mwisho
mwisho kusimama hapa ilikuwa ni 2020. Leo 2020 ngapi? 25. Nilikuwa napanga watu kila sikukuu mbili, wewe sikukuu mbili. Hata hii sikukuu nimepanga mtu, nilikuwa nimepanga mtu. Akaja akachomoa dakika ya mwisho. Nikamwambia mimi Yesu nitasimama. Panda kwangu, mimi nakuwa punda, wewe Yesu utakaa juu. Maisha yatakwenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tupone kanisa. Tusiwe wale penda huduma. Hata kijana kwenye press hakuna. Hapo ukiambia uje hauje. Ukiambia ufanye maombi hakuna. Ukiambia jamani tunakwenda wapi? Hili kanisa sio la mtu, ni kanisa la nani jamani? Yaani wataimba kuna mamonika mpaka lini? Wataimba kuna mama Lungo mpaka lini? Mama Msongole anaumwa na mgongo lakini mama yupo. Ndio maana anapona kwa jina la Yesu. Kwa sababu Yesu anamtumikia. Wewe uliyepita jambo inatembea. Bado vipi? Yaani ukitembea mara umekatika mgongo, mara sipiti kama na zimekataa, mara unaona kila kitu akieje kwa sababu umtumikie nani? Mimi hapa usinione hivi. Yesu aliyonitendea ni makubwa sana. Ndio maana unaniona mimi samani ya wokovu, mimi huwa nafanya. Hata niwaambie kabisa kwamba ukitaka Mungu akubariki hata kutoa toa. Wengine ni wazembe kutoa hata zaka watoa. Umeokoka nini? Mimi sikuelewa. Si unanielewa? Umeokoka nini? Zaka utoa. Halafu nasema na mheshimu Mungu, nikienda taomba. Kila ukiomba unaona hujatoa zaka. Kila ukiomba unaona sijatoa mchango. Unafikiri utabarikiwa? Halafu nikwambie kila ukiwa kinyume na wenzio, kila injili ni mbaya kwako. Kila atakayekuwa anahubiri ananisema, unataka amseme nani? Kwani mimi nahubiri mimi? Sinahubiri wapi? Unataka aseme nani? Tuingize mbuzi humu zisikilize. Niseme nisiseme? Tuombiwa kina nani kama sio watu? Yesu anasema nakupa ujumbe kwa ajili ya watu wa kanisa, sio mbuzi. Ndio maana nakwambia kama ufanyi vema, kila kitu kitakuwa ni kosa kwako. Mkikaa kikao unasema lazima nitasema mimi. Moyo unakuja tuki. Ndio maana wengine wanachomoka haraka. Ibada itaisha tu. Anaogopa maswali. Maana yake wewe haujabarikiwa. Yaani hata ibada ulifanya kwa mazoea. Aliyemtia ananyenyekea. Sio mnaelewa. Anasikiliza. Anafika mpaka mwisho wa ibada. Anasikiliza kanisa linafikia wapi. Wamepanga maombi, hawajapanga maombi. Wamepanga hiki, hawajapanga hiki. Wewe ndio mtumishi wa Mungu uliye bora. Hasa wewe bado twa jamani fulani, mwiteni. Tuna jambo letu. Uko barabarani. Ngoja nikwambie hiyo sio tabia ya kimungu. Mimi jamani sio mhubiri mzuri, lakini mimi ni msemaji wa Bwana mzuri. Sema niwaomba watumishi wa Mungu mtumikie Mungu. Msije mkaona vitu vinatokea tu. Watu wanatumikia Mungu. Kila siku mnaona kwenye TV, nikatoa, Mungu akanibariki. Unafikiri walitoa mao? Walitoa fedha. Tutoe kwa ajili ya Bwana. Hata zaka inakushinda. Lazima ufike kipindi uhudumiwe, unapata hela kweli. Hata